Siku nyingine tena ambapo baada ya clip watu kuiona ile ya jamaa aliyeachiwa watoto na mke wake, watu waliniuliza maswali ambayo imenipasa nije nipate vidhibitisho vingine. Kwa hiyo wengi wamejiuliza. Sasa tumewasili na eneo lenyewe ndio hili, tunaelekea nyumbani kwake tumuulize baadhi ya maswali ili muweze kupata kujua. Odi. Oh, asante sana. Vipi bwana? Yeah. Okay. Hivi ndo viti? Wewe kaa tu hapo, maana wenyewe hapo maisha yetu. Basi nakaa. Yes. Nakaa. Kalia kiti. Kaa hapo ili kamera iweze kucheka hapa vizuri. Tumefika nyumbani kwa baba ambaye amekimbiwa na mke wake. Alimwachia watoto wawili, mmoja akiwa na mwaka 1.5, mwingine akiwa na miaka 2. Waonyeshe mazingira. Siku ile nadhani uliona haya mazingira haya. Tulimkuta anafua hapa. Na sasa leo nimewasili bwana. Watu wana maswali mengi. Wanajiuliza kwamba je, ni kweli ulichosema ama namna gani? Sasa waelekeze. Watoto wenyewe wapi? Neli. Naomba. Wa kwanza anaitwa Neli, wa pili anaitwa Saka. Kuja. Makamanda hawa hapa ni wakina Neli na Isaka. Sogeni hapa kamera iwaone. Watu wanatamani waone. Yes, hebu moja waone vizuri. Yeah. Sasa wewe uko darasa ngapi? La 4. Na unakwaga wangapi kwenye mtihani? 4. Kwenye watoto 100 ngapi? 430. Kwenye watoto 430 anakuwa 4 kwenye mtihani. Anaitwa Neli. Huyu Isaka, anaitwa Isaka. Anakwaga ngapi kwenye mtihani? wa 8 kwenye watoto 480. Anaitwa Isaka. Kwa wanafanya vizuri shuleni. Sasa huyu mama yake alimwacha akiwa na umri gani? 1.5. 1.5. Huyu miaka 2. Kwa hiyo ulikuwa unafanyaje kazi na jukumu ya kulea watoto? Ulikuwa unafanyaje? Mbona naona kama ni kazi ngumu sana? Kweli ni kazi ngumu. Yeah. Ni kazi zangu ni za ujenzi bwana. Za ujenzi. Fundi. Hapa sisi ndio tunaishi wenyewe kama hivi. Sema sasa kuna kazi kama zile yani kuna ile kupata kulinda material. Kulinda material. Kwa msingi ushaisha. Shagonga boxing. Nikisema boxing mafundi wanaelewa sio kwa sasa pale unawabeba madogo yani unaenda nao. Unaona bwana ukifika pale kutengeneza nyumba ya miti imekaa kama msonge hivi. Unaweka godoro, unakata ile miti unatengeneza, madogo wanalala yani mpaka asubuhi. Afu uko macho pale si unajua unalinda watoto. Kwa unabeba watoto unaenda nao kwenye kulinda vile vifaa material ya mtu ambaye amekupa kibarua. Alafu unaenda na watoto na neti na godoro. Unawatengenezea kajumba kagodoro na neti pale, choma ndani. Wanailala ndani na unalala pale kama mlinzi. Yaani kama mjomba unalinda watoto, unalinda nini? Na material. Hiyo nilikuwa namna yako Alafu asubuhi kukifika sababu kipindi hicho la kwanza afu chekechea. Kwa muda ukifika asubuhi naogesha fresh, tunajua sasa tunakuta ndoni hapo nishabeba paka nguo za shule yani kila kitu. Maana wananyoshea juu kwa juu. Asubuhi hapo nini unawaisha, unaanza huyu hapo namsimamia anapanda gari anaenda shule. Huyu unapeleka chekechea maana kipindi hicho si ndio nabeba begani. Ulikuwa unabeba begani. Kwa unapiga mishe zako. Huyu kwa sababu njia alikuwa hajajua vizuri, si unajua la kwanza mwanzoni. Kwa hiyo ikifika saa 5 naenda namchukua huyu. Namrudisha kwanza nyumbani. Simpeleki site sasa muda huo. Nyumbani. Naenda tena namfuata na huyu. Sababu usichekechea. Nyumbani huko unawapikia nini, unatengenezea mazingira yao safi. Wanakula hapa, akishakula mimi narudi wapi? Mzigoni kule. Kwa hiyo mimi naenda kupambana ni. Kwa hiyo ikifika jioni
kama kawaida ni twendeni. Kwa hiyo nyumba ishakuwa wapi? Site. Kwa sababu ukisema kuacha tu mwanangu hapa penyewe hii nyumba afu wenyewe ni watoto. Unaona? Unaweza kupata tatizo kwa serikali uweze ukaiambia kitu. Kwenda kuuliza kati ya kazi na watoto bora nini? Kwa hapo bado watoto unaenda naye. Mama yao umekaa naye miaka mingapi? 10. Umekaa naye miaka 10. Na wengine walikuwa wanajiuliza kwamba ama pengine ulikuwa na nyanyasa. Watu wamejaribu kucomment kwamba labda ulikuwa na manyanyaso na nini. Nini kilipelekea hasa mkagombana? Mimi naweza nikasema kwa sababu unajua hizi kazi tunazofanya hizi au sio? Unakuta mtu marafiki, unakuta mimi sikumfuza bwana miaka yote. Afu hiyo miaka 10 mimi sije kumpiga. Yaani chochote yani. Ana tulikuwa tunaishi maisha paka hapo mtaani wanajiuliza vipi kwa sababu je kutuona na ugomvi wote ule. Unaona bwana. Kwa hiyo yani ikaje kafikia sehemu yani unajua yani unatoka kwenye mishe zako labda mida ya saa 2 hivi kutoka na simu fundi unajua naweza kwa tunafanya kazi mbali. Fika nyumbani labda saa 4. Ifika pale unakuta tu watoto yeye mwenyewe hayupo unajua. Sasa pale unaanza kujiuliza inakuaje. Kwa pale mzee mzima yani nikifika siulizi. Kwa pale inabidi nipambane kama ni maji napata. Naona kama ni nguo zao yani kuwapikia kila kitu yani. Sawa. Yani sisi ambacho tunafanya yani unanunua kila kitu ndani. Unanunua kila kitu ndani. Pale kuna jiko la mkaa utakuta mkaa huko, gesi nini yani. Kila kitu. Unaona. Sasa pale niko na kila kitu vile pale kwa sababu mimi kazi zangu shilingi 15,000. Kwa 10 mimi naliacha pale. 5,000 mimi naenda kujibana. Nani ndio kiasi ambacho alikuwa anakiacha. Kwa hiyo alikuwa na uwezo wa kumwachia shilingi 10,000 kwa pesa ya kawaida tu 10,000. Sasa mwanamke aliona pengine sio ndogo akadanganyika na wale watu wenye fedha ama ambao waliweza kumrubuni akaweza kumwachia watoto hawa. Simameni kwanza watu waone. Simama juu. Hawa mpaka hapo walipofika. Huyu yuko la 4 sasa, huyu yuko la 2. Kutokea mwaka 1.5 miaka 2 leo wanaendelea kukua. Nini kimekupelekea usioe baba? Rudia tena kuambia watu. Kubwa ni mtazamo. Kwa sababu mimi mtazamo wangu niliangalia huyu hapa kashaondoka. Sababu ujue watu huwa wanaongea sana. Unaona nini kile kitendo cha kutoka mtu afu kaingiza mtu. Yaani inaweza ikamaanisha maana yake kwamba ni wewe ndio mwenye tatizo. Unatoka mtu aingize mtu. Sasa hapo mimi nikaona hawa watoto bado wadogo. Afu mazingira alikuwa amezoea mama yao na atakaye kuja mwingine inakuja kuwa changamoto. Sasa nikaona mimi hapa swala nilivalia njuga mwenyewe. Lakini mkubwa wangu kijijini akanipigia simu bana walete nyumbani huko, nikamwambia bana swala la kuleta nyumbani hapo linawezekana, lakini sasa kupambana nao mwenyewe mpaka hapo alipofikia tunashukuru Mungu. Kwa hiyo kama bado wazo la kuoa halipo. Kwa sasa hivi halipo. Yaani nisiseme halipo kwa sababu Mungu ndo anayepanga kila kitu. Unaona bwana? Yaani anaweza akakupa mtu ambaye yuko sahihi tofauti na aliyeondoka. Mimi mpaka sasa hivi sijajua nitaoa au sioa, lakini Mungu akinipa ambaye yuko sahihi, beshi nafanya maisha. Nje na kazi ya kuaminiwa kwenye masaiti na nini unajishughulisha na una uwezo wa kufanya kazi gani hasa? Kama mtu akitaka labda kuwezeshe uweze kufanya kitu, unatamani kufanya nini hasa? Kipaji labda nini sana? Kwanza na kipaji cha uigizaji comedy. Comedy. Na sio comedy limeanza leo Unaona. Alafu vile yani kwa mtu ambaye anaweza akanisupport haraka kutokana na nini? Yani mimi mwenyewe hapa labda biashara. Mimi na uzoefu na biashara ya chips. Hiyo ndio na uzoefu nayo. Na nani mimi ninachopambana ni hao hapa tu wasome. Kwa sababu ni issue ngumu kuacha watoto kama hapo. Mimi nimeona niwapambanie japokuwa maisha yetu yenyewe ndio haya hapa. Ila mimi naamini tutafika. Ana uwezo wa kufanya biashara lakini pia ni muigizaji wa comedian. Comedian gani unamfuatilia ambaye anaweza hata ukiungana naye unaweza kusema hapa nimeungana naye na yeye asikie, tutamuonyesha ataona hii. Ni wale wanaoigiza. Kuna movie inaitwa Memkwa. Kuna mtu mle Steve, kuna Ndalo. Kuna Handsome wa dunia. Yaani watu kama hapo hivi. Mimi natamani kufanya nao kazi
kama ikitokea full time. Okay, amesema Steve kuna Ndalo, unajua sisi wa dunia. Yaani yoyote atakayoona kwamba ni anaweza amewataja hao waigizaji ambao amekuwa akiwafuatilia sana na ambao anatamani kufanya nao kazi, na wengine wengi amesema, kwa mfano kuna Lasco fresh tu, yani yoyote atakaona bana huyu anaweza akanipiga company. Yeye ni mwigizaji wa comedy, anatamani kushikwa mkono, lakini pia yule mtu ambaye anahitaji watoto waendelee kusoma, jitihada hizo pambana. Unawaambia nini wakina mama, alafu tamalizia na wanaume ambao wanazikimbia ama ndoa zao zinasumbua, unawaambia nini hasa kwa kina mama? Maana na maumivu ya kukimbiwa. Mimi kwa kina mama nawaambia kwamba kwanza ambao wako kwenye ndoa zao mpaka leo wapambane nazo, kwa sababu mitihani ya kawaida tu ipo. Ila kwa wale wanaokimbia watoto kwa kweli hawafanyi fair, kwa sababu unajua unapomwacha mtoto akiwa mdogo wewe bado una nguvu. Unaona kabisa unaweza ukafanya lolote kwa muda huo, sio mbaya, lakini afya ndio ulinzi kila kitu, kwa sababu itafika sehemu afya yako wewe itakuja kuisha, alafu uliyemwacha ndio afya nayo inakuacha. Sababu unaweza kumuomba akusaidie mtoto na hela nayo akashindwa kukusaidia, kwa sababu wewe mwenyewe akiangalia ni ulivyomwacha mpaka sasa hivi nakuja kuwa issue ngumu. Na wanaume, kwa wanaume wanaotelekeza watoto na kuachia wanawake, maana kuna wanaume wanatelekeza watoto, wamewaachia kina mama wanalea. Afadhali ya wewe unao watoto wako, lakini kuna wanaume ambao wamewaachia kina mama na wanalea, wameenda kuwa wake wengine. Unawaambiaje wewe? Hizo ni tamaa za ngono cha kwanza. Hizo ni tamaa za ngono cha kwanza, kwa sababu unakuta mtu, yani kuna mtu mwingine anaoa leo anaacha leo, mwisho wa siku unakuja kwanza kukusanya watoto. Unajua iko hivi, unapomwacha kuna kitu kinaitwa kupoteana. Unajua kupoteana inakuwaje? Huyu mtoto labda ataenda kuishi mkoa mwingine, alafu wewe upo huku. Sasa ilishagafika sehemu yani wewe nguvu zimeisha au uelewi kabisa. Yule mtoto kule kashafanikiwa. Sasa akifika ataambiwa baba yako si ndio yule alikuacha. Shughuli inaanzia hapo. Sasa utamwambiaje huyo mtoto? Kwa sababu atakuuliza ulikuwa wapi? Yaani swali la mtoto la kwanza atakuuliza ulikuwa wapi? Utamjibu nini? Kwa sababu unakuta yani na wakina mama wanavyojua kunywesha sumu sasa. Kashanyweshwa sumu, kashaambiwa baba yenu hamna kitu. Yani sasa mbaya zaidi ukuta baba bangi, sigara, mademu. Takubali. Kwa vitu hivyo ni vibaya sana kwa baba. Bangi, kwa mfano mimi ningekuwa nakunywa pombe. Ningekuwa nakunywa pombe. Yani unafanya starehe za ajabu ajabu. Hawa watoto wasingekuwa hivi. Kama ungekuwa nakunywa pombe unalewa, watoto wasingefika hapo. Wasingefika. Na wangeishi maisha ya ovu. Wenyewe si unaona wana afya zao jamani. Wana afya. Mimi pombe sinywi. Yaani kazi zangu ni hizi ngumu na kudili na wanangu. Wanalala saa ngapi na wanakulaje, ratiba yao ya chakula? Yaani ratiba iko pale pale. Asubuhi chai ipatikane. Mimi naomba asubuhi chai unakunywa saa 2. Saa 2. Cha mchana saa 7 tushakula. Saa 7. Usiku saa 2. Usiku saa 2. Na wakimaliza kula wana nusu saa tu ya kujisomea. Nusu saa ya kujisomea. Hiyo nusu saa ikiisha wana dakika 10 tu za kufurahia labda kuangalia TV. 10 zikiisha kitandani kulala. Hiyo ndio ratiba ya hawa vijana. Kwanza wana performance nzuri. Kwenye watu 488 kuwa mtu wa 4 sio kazi rahisi. Kwenye watu 440 na kuwa mtu wa 8 sio kazi rahisi. Kwa hiyo wanafanya vizuri. Yuko darasa la 4, yuko darasa la 2 na matokeo yao ndio hayo. Sasa labda tumuulize baba swali la mwisho kabisa ambalo ni muhimu. Ulijisikiaje wakati mama amekukimbia, mke amekukimbia? Hebu waambie ni namna ulivyojisikia, namna ulivyopitia, namna ulivyokuna jinsi kama mwanaume ambaye ungetamani muwe wawili na mlikuwa wawili. Ndio issue. Ukiangalia kuacha kaondoka. Kazi zako zenyewe yani mpaka waambiwe au usikie simu. Afu ukiangalia hawa unaweza ukalia mwenyewe. Kwa hiyo ilikuwa maumivu sana. Yaani unaweza ukalia, afu mbaya zaidi unapita sehemu unakutana na mama amebeba watoto wake. Ametangulizana nao. Anacheka nao vizuri. Alafu wewe huku wanaita baba tu. Alafu pale kwa jirani wanaita baba na mama.
changanya. Ujue kipindi mnatafutana wawili. Mko wawili. Mkitokea mmepata watoto wawili ujue mmeshaka wanne. Sasa kwenye kuachana. Nakuja kuwapa hali ngumu watoto. Wale ambao mlikuwa mnauliza mnasema kwa hiyo hao walikuwa hamwachii hela, mmeandika kwenye comment zenu pia, ama alikuwa ni baba mnyanyasaji. Anasema wamekaa miaka 10 hajawahi kumpiga na kipato chao ni kidogo, sio kikubwa sana kama ambavyo wengine mnaachiwa. Inawezekana wengine mnaachiwa mahela mengi, yeye anamwachia shilingi 10,000 tu na wako Dar es Salaam. Kwa ilikuwa ni pesa ya kawaida tu ya kujikidhi, lakini mwanamke tamaa, kwa sababu alikutana na marafiki wabaya na nini ikawa hivyo. Sasa kwa maswali yenu mengine mengi, watoto wenyewe ndio hawa hapa. Wewe ambao unaweza kujisikia kusupport ili waweze kusoma shule nzuri, viongozi wetu na watu wenye uwezo, mnaweza kusupport baba akafanya shughuli. Ni mchapakazi ambaye anaendesha familia yake, watoto wamenenepa, hanywi pombe, havuti, sio mlevi, havuti bangi. Yani ni baba ambaye anajali watoto, ndio maana naona wana afya njema. Ingekuwa kama ni mlevi usingekuta watoto wako hivi wamependeza, wameshakunywa chai hapa. Tunakukaribisha ambaye unatamani kusupport, unatamani kufanya jambo, unatamani kufanya kitu. Namba zipo, utachukua kwenye akaunti namba, lakini tutakuunganisha na mwenyewe, utaweza kuwasiliana naye na hatimaye kufanya jambo. Lakini wale mliotajwa, ametaja Steve Mweusi, ametaja Ndalo, hao ndio ambao anaweza kufanya nao kazi. Mimi ni mchungaji, niliwaonyesha mkasema nije nifanye interview naye. Kwa mimi ni mchungaji. Sasa yeye ndio amewataja. Ametaja wale ambao wanamiliki waigizaji. Anasema anatamani kufanya na wale Memkwa sijui darasa la Memkwa British. Memkwa School British. Haya, anatamani, amewataja hapo. Sasa ni